Pokea salamu za Dubai. Pokea salamu za Dubai. Na ukienda Dubai nitakupatia address. Sundays kule mtakuwa mkienda church. We have a church. Already we have a church in Dubai. Hallelujah. We are planning now kutengeneza maneno huko. Hiyo ndio itakuwa altar ya kuzungumzia gaf huko kote. We must raise an altar there. Niliona wa Nigeria wamefaulu vizuri huko. Huyu papa Odebayo. Papa de sio Yedepo. Adeboye, Papa Adeboye. The one who speaks slowly Kipulani. They have many churches. They have dominated. Hata kule nilihubiria mara ya kwanza, nilihubiria kwa kanisa yao. Because they raised an altar. The altar, it is only the altar that speaks. Bila altar, you are going nowhere. Hakuna mahali utaenda. Ndio unaona watu wanateseka huko gafu. Hawana wa Kenya huko wanaenda makanisa ya wa Nigeria. Makanisa sasa kule kuna kanisa imeshika huko sana. Ni kanisa ya Bangladesh. Ni Muislamu nusu, ni Mkristo nusu. Huko ndio wanaedaka. Na wanaambia kwa kujeni, hata kama nyinyi walevi kujeni, hapa tunachota kidogo na kunywa kidogo ndio neno igie msuri. So that altar cannot speak for you. We must learn to tengeneza, tufugue altars all over so that we can be able to conquer this issue. Tumekaa maisha mzuri. Nilikuwa naenda na convoy ya gari 12 security. Saizi hapa nitagedia. Ila gaini dhagio. Ungeweza kunikaribia? Ungekuwa umefinywa hapo kado huko. Na hata sikujua, hata sitajua umefinywa. Na wanaume mabarubaru wanakufinya tu pole pole. Nilikuwa nagadiwa na watu wametrainiwa na GSU. So kama ni jina iko kubwa sana. Kama makajina ni kadogo. Jina ni kubwa. Si hata unafikiriaga kwanza kabla ukuje hapa unafikiriaga thie kana adiga gothie. Unafikiria ando mekugate maji gwako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not about the name. I have the name. It is not about money. I have the money. It is not about the house. Niko na nyumba mzuri ya kukaa. I have a nice house. So I'm not after money to do anything that has not been done. I have done it. Nilijenga nyumba yangu nikiwa jera. A 5-bedroomed house. I was in prison. Gari yangu mzuri nilinunua wakati huo. Zile mpya. Hizi ma VX zikiwa mpya. So hiyo pepo nimeondolewa. Pepo ya kutaka kunyaganya ama kutaka kutajirika. I'm a rich man. So what sina ni kutafuta huyo Mungu to his fullness. I'm still weak. I'm still very weak. I'm not perfect. In fact, I'm thinking niko kitu 15% into the fullness of God. Ama 10. Ama mnaonaje? Si kama ka 10. Nihonoketa hiyo. Nimeokoka kabisa. Bado hakuna kidanganya mtu. Hata Yesu alisema, mtu akisema ati yeye asina dhambi, amedanganya na. Mimi niko 10 ama 9% hapo. Bado niko na 99. Nasukumana nayo. Ndio nifike mahali nataka. Nyinyi ni wazuri, mko na 50, ni wazuri, wewe tagulieni. Mimi niko mkora nako. So msitafute mtu perfect hapa. Don't look. See hapa, there is no perfect man here. It's only that I'm a vessel used by God. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm a vessel used by God. I'm also searching myself. I'm also finding my way. Mkienda mlimani na mimi naendaka mlimani kutubu, kulilia Mungu. Kumwambia Mungu, ngoa hii kakitu. Nimesikia kuna kakitu kanatombe kame ngoa. Anangoa. Na kana kuwaka kachugu. Sometimes ukinikuta in my closet, mahali nimejifugia huko Gong, kuna mahali nimeguruga yangu na edaka. Ukinikuta nikililia Mungu utafikiri utashindwa huyo no tueleka ni hayo tohoera. Kwa sababu niko na uchafu mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not perfect at all. I'm not anywhere near perfection. I'm searching God just like you. It's only that God chose me, a vessel, to relay his word to you. So tutafuteni Mungu na kweli. Don't over rely on me. Ati sasa sitarudi kuomba. Hata mimi naombaka nikitoka. Hata Yesu alikuwa naomba whole night.
Bwana Yesu asifiwe sana. The whole night Jesus was praying. Anaona majamaa hawa ni kukula walikula, sasa ni kulala wanalala, anachukua watatu sita anapanda na wao. Anaenda na tena wameomba dakika 15 ameanza anajikuta peke yake. Anachukua watatu wenye wajarara, anapanda na wao mlima hapo juu tena. Tena hao watatu tena anangoa mmoja pita, anapanda na pita huko juu. Tena nakuta tena pita amefika. Unajua pita ni yule alikuwa anangorota kama wa Kikuyu. Sasa kwa sababu watu wa Kikuyu wanapenda kufikiria biashara. Sasa anaotaka biashara, anaotaka pesa na Wameru. Sasa anafika mahali anawachana na pita, anaenda peke yake huko juu. Hivyo ndivyo nafanyanga. Naenda hivyo nikikuacha, naenda najikuta nikiwa peke yangu because I am looking for God. I need this God. Hallelujah. That is why I want to teach you about how to win a spiritual battle. You must be able to know how to win what? A spiritual battle. Because we must conquer this. Hata wakijaribu kuinuka watakupangia. Wamepangia. Mimi nimehukumiwa kunyogwa. Nimehukumiwa kila kitu. Lakini it hasn't worked. And I'm ready for any other thing that will come. Because I know my God will still make it for me. Kama alinipigania when I was, sasa nasema nalinga niko na 9% ya wokovu. Na siku ile sikuwa hata, lakini God fought it for me. Akanifanyia tu, akaniangalia tu akaona kedeithie kimundu giki giakwa tu. Ona ukihiana uroguo. Kigiteithie tu kinya haria kiagirire. Na ndio naona sasa ninalinga. Sema ninalinga. Tafuta Mungu wakati anapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na spirit ya kunyenyekea, tunyenyekeane, tunyekee. We love each other, tupendane. Let's walk as brothers and sisters. There is no one. Siku ile baba utakutana na mwanaume ama mwanamke akwambie siedagi choo kama maskini. Siku hiyo ujue umekutana na mtu ambaye anakaaga kwa Mungu. Lakini kama sisi wote tunaendaka the same place, doing the same job, na wewe ni billionaire na mimi ni maskini wa huko Kibera, we are all the same before the eyes of God. Ambia mwenzako we are all the same. Umwambie usinirigie. Tunafanyaga the same. Unaweza kulikia watu ati kwa sababu yako ni ya flash na huyu mwingine ni ya shimu. Na wengine hapa Mukuru tulikuwa wangapi wameishi Mukuru? Huko unakuwa na flying toilets. Tulikuwa tunaweka kwa karatasi usiku kwa mabati. Sasa ubaya urushe kabisa iende nyumba nyingine, na saa hiyo mwingine ndio kwa mlango yake akifungua mlango anasikia ndang mana from heaven. Mpaka yule mzee amefungua macho yake yote. So all this life that you are living, do not look at yourself as if you are important. You are not important at all. Before the eyes of God, all of us, we are equal. Before the eyes of God, everyone is the same. We need the grace of God. We need to seek this God in our humbleness, in our meekness. We need to love your brother, love your sister. Everybody before you is your brother. Everybody you see ahead of you ni mtu, ni sister yako, ni brother yako. Saidia venye anaweza kusaidika. Ukanipata niko na shida fulani, I need to be assisted, just assist me. I am your brother, I am your sister. Help me to stand, help me to walk, help me to become. I'm here because that is why you are here. God brought you here to this church so that you can help me to become. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not only, it is two way. It is not one way. You are here to help me. If you find that tangu siku ile ulikuja haujanisaidia, you don't need to be here. Kanyaga tu kubwa wewe. Kuja tu ni advice, niombe. Ukiwa nyumbani niombe tu. Nisimamishe. Musa alikuwa na nguvu mingi, lakini ilibidi amuinue mikono yake. That is how to walk a journey that is godly. A journey that is deserving God. That is how we can win this battle. That is how we can conquer them. They are planning every day. Every night they are planning. Every single day they are planning to attack. They are planning to do many things. They are even planning to take us to court. They are planning to come and kill us. They are planning to do many. Because whatever we are doing, tunakanyaga hizo mamiamba zao. Tunakanyaga makombora zao. Tunakanyaga plani zao zote. And we must destroy. Kama unatisha, unafikiria utanitisha, hapa sitishagwi, sema sitishagwi. Na kwa hivyo kama mimi sitishagwi, sitakubali kukuwa na watoto waoga. Kama wewe ni kimuoga, just keep off.
Get out of my way. Unajua kuna kwa Kikuyu unajua kuna ile tiger. Inaitagwa aje tiger na Kikuyu? Hebu nipatie jina ya ule mzee. Huyo. Ngare. Tiger ndio inaitagwa ngare. Sasa tuna tiger mbili, kuna moja pale na kuna nyingine hapa. Ni watu wanafaa kuangaliwa vizuri. Lakini sasa the meaning ile kitu nataka kusema ni ngare ikizaa inaedaga, ikizaa ikinyonyesha kidogo kama siku 2 inaedaga. Inakaa kama siku 5, 6, 7 mpaka 10. Kwa inakuta vitoto viko inaetafutaga kitu inawaletea wakulage. Alafu inapotea. For almost a month. Ikikuja inakujaga inanyemelea inakuja inakuta vitoto viko pale. Alafu inatoa mgurumo. Kuna vile vinatorokaga na kuna vile vinaikutaga kitaka kuikula kuigoga. Vile vinatoroka vinafukuzwa. Kwa Kikuyu tunazitaga iromi. Kiromi ni zile zinafukuzwa. Zimetoka. Mimi sikusaa muoga. Na kile kinakuja ndio kinakuwa tiger. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama wewe uchague, sitaki kiromi hapa, nataka mataiga. Tumeingia phase ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeingia nini? Phase ya vita kubomoa madhabahu ya LGBTQ na vitu vingine vingi. Tunaenda mpaka Mlima Kenya. Wameweka bendera yao huko. Tunaenda mpaka Mlima Kenya, pale bendera ya Kenya imewekwa, ya LGBTQ imepadwa hapo. Hiyo lazima tuteremshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo lazima tufanya nini? Lazima tuteremshe. Kama wewe ni Kegoya. Staki followers. I'm not looking for followers. I'm looking for the soldiers. Hallelujah. I'm a commander. Sema commander. I'm looking for soldiers. See twende Sayuni. Na Sayuni kiteremka kidogo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mimi ni Joshua. Sema Joshua. To accomplish the mission. We have to accomplish the mission. We must bring order. Watatushabulia, watasema, but we must bring order. Na even if it means nikukute kwako, I will come. Kuna jela mpya imejengwa ama kunayo? Leto ili ya Joy. Hakuna jela, hata kuna koti mpya imejengwa. Ni zile tunajua. Kwa hivyo hakuna kitu utanitishia nayo. Kama ni kunyogwa, nimepelekwa Kamiti, nimewekwa kaba, imekataa. Kwa hivyo kifo utanitisha. Risasi zimepita kwa mwili, ni mingi sana. Sijakufa. So you will not sema my commander, sema commander wetu. Hatishagwi. Najua na prepare, nataka kuigiza kwa mafundisho ya kivita. Lazima nikutayarishe ndio uanze kujiona kama komanda. I want children hapa, watoto wangu wanaliga. Basikia mami? Tikuthia horeto ni mapepo kinyoravyo ikaleti yogo. Asha, kanyaga hata kama hauna chochote. Unajua unaenda kulala njaa. Unakanyaga kama nugu ya jaba. Unakanyaga mzuri. Unakuta wanakula na unasema nataka kama hii. Na ni tamu. Bwana Yesu asifiwe. I need courageous people. There is 2 things that God hates. A coward and who? A lazy person. Mungu anawachukia kabisa. He tells Joshua, be strong and be courageous. But he tells him, I have given Jericho to you. I have given Jericho to you. But after giving Jericho to Joshua, what happens? 6 times in chapter number 1. He repeats na anamwambia Joshua, but be strong and be courageous. 6 times. Kwa nini? Alirudia mara 6 kwa nini? In 1 chapter. Do not be dismayed, nor be afraid of their faces. Be strong and be courageous, because it is a battle. Since the days of John the Baptist, what happened? The kingdom of heaven and the fire takes it by force. Wakristo, ni nini baya? You are given a manual on how to operate in the kingdom. The manual is that there is nothing that will come on a silver platter. Hakuna kitu utakuja upatiwe hivi. Hiyo madhabahu imekushika, nimekuweka pingu na imekufungia. You have to fight and come out of it. You have to conquer. You have to win every battle. You have to conquer every day, every step you make in your life is a battle. Waking up is a battle.
Moving anywhere is a battle. Standing up is a battle. Eating is a battle. Ama huwezi kukula chakula na ikunyonge. You can even drink water hata mate yako, mate masho maku. Hivi umeza. Now you go. Ati mnaita choking. Mnaita choking. Muikaibat pata joking. Ni joking? Oh, choking. Choke. Oh, choking. Bwana Yesu asifiwe. It is a battle. It is not about ati mwede tuende tunatembea ati tuliokoka sasa tunatembea. No. Christianity is a battle. It is winning battle one after the other one. Na hakuna siku these battles that come to an end. Ukiona unagogwa saa hii ujue you are in that process. Sasa uko in the level, uangalie uone uko level gani ni ya kugogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you succeed to where you are going. You never give up. You never surrender. Wakati tulikuwa marastafari tulikuwa tunaiba gani? Emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. No fear for atomic energy, because none of them can stop the time. For how long shall they kill our prophets as we stand aside and look? They're asking a question. For how long are they going to kill our prophets? For how long are they going to destroy our children? For how long are they to destroy our people as we stand aside and look because you are Christian? That Christianity is not me. I'm not that coward Christian. I'm a Christian who's ready to fight. I'm a Christian who's ready to bring down altars. I'm a Christian who's ready to bring order, to bring change to the people. Lazima nihubiri Yesu ambaye anaonekana. Yesu mwenye aliingia kwa kanisa akakuta watu wakifanya mauzo akachukua nyahunyo. Si Yesu huyo mnahubiri. Huyo Yesu simutaki hapa. I want that Jesus from the son of Maryam. The son of God. Huyo Yesu mwenye aliingia kanisani akakuta there was no order, akaweka order. Huyo Yesu aliambiwa atapigwa, atafukuzwa, akarudi huko akawaambia I'm here to stay. Praise be the name of God. That is how we can only be able to succeed. That is how you can only be able to win this battle. I was there Dubai na nikaona hakuna soil. Hakuna. There is no soil. Ni sand. Nikaingia supermarket moja Carrefour. Every product in Carrefour that is produced here in Kenya, anything that we produce, it is in Carrefour. Coffee ya Muranga. Kwanza nilikuta ile ya Gethei, ile ya Gatodo, ile ya majani ya Gatodo, Matara. Hapa imeandikwa chini kabisa ndio kajina katego kunaandikwa Matara. Lakini huko kwingine ule mtu. Yaani ni majani ya Abdulrahmanani Buru na inasemekana imetoka Oman. Ndio imekuingia Dubai. Kumbe imetoka Matara, ikaingia ndege mpaka Oman, ilienda na meli. Ikaenda na meli mpaka Oman, alafu ikapakiwa huko, ikarudishwa. Majani huko ya Matara, ile unanunuaga shilingi 100, huko ni shilingi 3800. Na hiyo majani si piwa, wameenda wamepackage, wameweka vitu zingine. Buzi zote zimetoka Kiserian na zimetoka huko kwa wa Somali. Busi ukienda kwa dini, kwa hiyo shelves. All these things they are found there. Why are we not getting the rhythm of this world? Why are we not succeeding? Because there is a problem. Kuna kitu iliingia ndani yetu na hiyo kitu ndio nataka sasa tuitoe. Tusome kitabu cha Chronicles 20. Chronicles 20 ni maombi ya Joseph. Kwa sababu hiyo ndio maombi nataka kutoka leo tukue nayo. For this week yote 7 days nataka tukue in this prayer, tuombe mpaka tushinde, because we are preparing to go huko Kirugua, tunaenda vita. Na kuna vita tugine tumutu hapa tunakuja. Hiyo yote tutashambulia na tutashambulia kutoka leo. Na mtaona mazao. Wale wanakuja kuingilia kanisa mtaona mazao. Wale wanapanga vitu vyao mtaona mazao. Wale wametumwa utaona mazao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifanya hii maombi for 7 days. Na katika maisha yako whoever ambaye amewahi kusimama kwa maisha yako akaharibu njia zako, utaona hii. There will be a result from today. Bwana Yesu asifiwe sana. After this the Moabite and the Ammonite
And with them some of the Meunite came against the Jehoshaphat for battle. Ikawa baada ya jambo hii, Wamaobu na Waamoni pamoja na baadhi ya Wameuni wakaja ili wapigane vita na Yehoshafati. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, from beyond the sea, and behold, they are Hazanon Tamar, that is a Gedi. Watu fulani wakaja akamwambia Yehoshafati, jeshi kubwa linakuja dhidi yako katika Edom kutokea ng'ambo ile nyingine ya bahari, tayari iko Hazason Tamari, yani El-Gedi. This is an information Hii ni habari that came to Jehoshaphat, iliyokuja kwa Yehoshafati, that there is war against you. ya kwamba kuna vita imepangwa kinyume There is chake. a plan against you. Kuna mpango kinyume chake. And the people that are coming to attack you, Na watu wanaokuja kupigana naye, they are people who are called Ammonites ni watu wanaoitwa Waamoni and the Meunites. na Wameuni. They are powerful and strong. Ni watu wenye nguvu na hodari. They are so powerful that you cannot be able to fight against them. Wako na nguvu kwamba huwezi pigana nao. Because they are experienced. Maana wako na ujasiri ama wako na uwezo wa vita. They are experienced. Wako na uzoefu. They know how to fight. Wanajua jinsi ya kupigana. They know how to conquer. Wanajua kushinda. They know how to do battle. Wanajua kufanya vita. And they are prepared. Na wamejiandaa. They are prepared. Wamejiandaa. They are prepared. Wamejiandaa. In verse number 3, then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord. Mstari wa 3, Yehoshafati akaogopa, akaazimu kumtafuta Bwana na atagaza kwa Yuda wote kufunga. And proclaimed the fast throughout the city. Na katagaza Yuda wote kufunga. When Jehoshaphat was told Yehoshafati alipoambiwa that this army is coming, ya kwamba jeshi hili laja, he got afraid. Akaogopa. He was so much afraid. Akaogopa kana kwamba that this was dangerous. Ya kwamba hii ni hatari sana. Because he knew the kind of people against him. Maana alikuwa anajua watu wanaopigana nao ni watu aina gani. Because he knew these people are superior than him. Alijua watu ni wakuu kumliko. In many cases, mara nyingi we found ourselves in situations, twajikuta katika hali ambayo, maybe medical situations, hali za kiafya, and when we go to the hospitals, na tunapoenda hospitali, we are told this is not possible. Tunaambiwa kwamba hauwezi pona. This is a cancer. Hii ni saratani. And there's no medication for cancer. Na hakuna dawa kwake. This is HIV. Hii ni ukimwi. And there's no medication for HIV. Na hakuna hali ya dawa ya hii. Or rather you find your children, ama unakuta watoto wako, they are wasted. Wameharibika. They are in drugs. Wako kwa madawa. They are confused. Wamechanganyikiwa. And they are doing wrong things. Na wafanya mambo yasiyofaa. Yet you are in church. Na bado tu kanisani. Yet you've been going to church. Umekuwa ukienda kanisani. Yet you've been all over in churches. Umekuwa muda mrefu you are kanisani. a praiser in church. Wewe unasifu kanisani. You are a worshiper in church. Wewe kwa kikundi cha kuabudu. But your life is not going godly. Lakini maisha yako haendi sawa. Everything is not working. Kila kitu hakifanyi kazi. Nothing is prospering. Hakuna kinachoendelea. Nothing is winning. Hakuna mahali kuna ushindi. You have lost it. Yani umepoteza kila kitu. When Jehoshaphat was told, Yehoshafati alipoambiwa vile, he was afraid. Akaogopa. Some of us, when you are told our situation, watu wengi tukiambiwa hali zetu, we got afraid. Huwa tunaogopa. Because it's frightening. Maana ni jambo la kutia hofu. Because it's so dangerous. Maana ni hatari sana. Imagine today. Hebu fikiria leo. You go to hospital. Unaenda hospitali. And you are going for just a normal checkup. Na unaenda tu kuangaliwa hali ya kawaida. And the doctor tells you. Daktari anakuambia. You have cancer. Uko na saratani. You are not expected of it. Haukutarajia hata kidogo. And yesterday in church. Na jana kanisani. You worshipped. Uliabudu vizuri. You gave your tithe. Ukatoa sadaka na fungu la 10. And a prophetic word came upon you. Na hata neno la kinabii katolewa kwako. That God is going to lift you up. Ya kwamba Bwana atakuinua. That God is going to take you to the US. Ya kwamba atakupeleka Marekani. That God is going to restore your business. Ya kwamba biashara itarejeshwa. And one day later, na siku moja tu baadaye, you go to hospital. Unaenda hospitali. Not because of cancer. Si kwa sababu ya saratani. But because of something else. Sababu ya jambo lingine. But there you are told. Lakini pale unaambiwa that you got cancer. Ya kwamba uko na saratani. And to crown it all. Na to make it worse. Na cha zaidi,
you are told you are in stage 3 or stage 4. Unaambiwa uko kiwango stage 4, Then you remember your pastor. Na unakumbuka mchungaji wako. He prophesied. Alitabiri jana. That God is going to empower you. Bwana atakutia nguvu. That God is going to raise you. Mungu atakuinua. You are going to be successful. Utakuwa you are going to win. Utashinda. You are going to become. Utafanyika huyu. The heavens have opened about you. Mbingu zako zimefunguka. Only the doctor to tell you the different story. Ile tu daktari naye akwambia hadithi tofauti. That you are sick. Ya kwamba ni mgonjwa. And this is a terminal disease. Na ni ugonjwa huwezi pona. And you are going to die. Na kwa hakika utakufa. The imaginations comes to you. Mawazo yanayokujia. A powerful imagination. Mawazo yenye nguvu. And you start seeing yourself. Na unaanza kujiona. A very slim person. Ukiwa umekonda. A very slim person. Ukiwa umeisha nguvu. You start seeing yourself. Wanza kujiona. Becoming weak. Kiwa mnyonge. Weak. Mnyonge. You being driven, taken to hospital. Unajiona umeshikwa kwa mabega ukipelekwa hospitali. People carrying you to the hospital. Watu wakikubeba kukupeleka hospitali. Imagine chemotherapy. Unaanza kuona ukienda chemo. And every other thing that happens with chemo. Ni yale mambo yote vile watu wanachomwa. You start seeing yourself, your hair dropping down. Unaanza jiona nywele ikianguka. You start seeing yourself, people looking at you. Wajiona watu wakikutazama. And you start seeing the end of you. Na unaweza kuona mwisho wako. But yesterday, lakini jana, a word was released. Neno kuu likakuangukia ya kwamba Mungu, that God is going to bless you. Ya kwamba Mungu atakubariki. That God will raise you up. Mungu atakuinua. That God is making you rich. Mungu atakufanya tajiri. Now you do your calculations. Sasa unafanya hesabu zako. And everything becomes zero. Na kila kitu hakiingii. Nothing is working. Chochote hakiingiani. Nothing is doing. Hakuna there is nothing of hope. Hakuna tumaini lolote. And every hope has gone. Na kila tumaini limeenda. And now you are in the imaginations. Na sasa uko katika hali ya mawazo. And the doctor tells you you must start medication. Daktari anakuambia uanze utaratibu wa dawa na kliniki. And the budget will be given to you. Na kile utapewa. And the budget will be given to you. Na ile budget utapewa. And the budget is 5 million. Ni milioni 5. In your family, na kwa familia yenu, the richest person aliye tajiri zaidi is 30,000 shillings. Ni wa 30,000. 30,000. Huyo ndiye ako juu. So you start looking, how will I raise the money for this? Sasa unajiuliza, sasa hii pesa nitachagiza aje? Jehoshaphat was in that situation. Yehoshaphat kawa hali ile. He was told the Moabites are coming. Akaambiwa Waamoni wanamjia. And the Meunites are coming. Na Wameoni wanakuja pia. And the Ammonites are coming. Na Waamoni pia wanakuja. And he knew these people are strong. Na akajua hawa watu ni hodari kwa vita. He knew that these people are so powerful. Akajua watu wako na nguvu ya vita. And he had nothing because he didn't have an army. Na hakuwa na kufanya, hakuwa na jeshi lake. He panicked. Akatetemeka. He panicked. Akaogopa. But there is one thing that came to him. Lakini kuna jambo moja lilimjia. He remembered there is God in heaven. Akakumbuka kuna Mungu mbinguni. He remembered there is God in heaven. Akakumbuka kuna Mungu mbinguni. And he told the entire society. Na akabia watu wote. In him he knew. Ndani yake akajua. This is tough for us. Hii ni vita kweli. Sometimes you find yourself in a situation that is so tough for you. Mara nyingine wajikuta katika jambo gumu zaidi. That even you are trying to look how God will come in this. This is not possible. Ukifanya hesabu vile litakutafanyika huoni njia. But you see in insists. Lakini unaona, because you are a leader, lakini sababu ni kiongozi, he made a proclamation. Akafanya tangazo. And he told the entire people. Na akabia watu wote wa taifa ya Yuda. That now come. Ya kwamba jioni sasa. And let us fast. Tukafanye mfungo. Let us fast. Tukafanye mfungo. All of us. Sisi wote. All of us. Sisi wote. And seek God. Tutafute Mungu. And seek God. Na tutafuta uso wake. So this was the first step. Hiyo ndio hatua yake ya kwanza. After the panic. Baada ya kuogopa. After when you get a wrong information. Unapopata habari mbaya. A very bad information. Ya kuogopia sana. Of course you are going to panic. Kwa hakika lazima utatetemeka. Of course you are going to be terrified. Lazima utatetemeka. But there is one thing that must come to you. Lakini lazima jambo moja likukujie. There is God in heaven. Ya kwamba kuna Mungu mbinguni. You may be told somebody has died. Unaweza bua mtu amekufa ndio. You may be told your son is not coming back. Unaweza bua mtoto wako atarudi ndio. I remember one day. Nakumbuka siku moja. It was on a Sunday. Ikawa ni Jumapili. I had preached here. Alikuwa amehubiri hapa. And I did huge
huge and powerful deliverance. Na kafanya ukombozi baada ya ukombozi kubwa. Many were Illuminati people. Watu wengi walikuwa ni wa Illuminati. And they were all over here. Na wote walikuwa hapa. I remember one of the girls. Nakumbuka moja wa wale wasichana. She was so strong and powerful. Alikuwa na nguvu sana kwamba that she almost tore down somebody's clothes. Karibu alalue nguo ya mtu mmoja. And when I delivered them, na alipofanya ukombozi, I went there after the service. Akaenda pale baada ya ibada for a cup of tea. Kupata kikombe ya chai. Only to receive a call. Akapokea simu from St. Hannah's school. Kutoka ile shule ya St. Hannah. Ask, where are you? Akaulizwa uko wapi? I told them I'm in Nairobi. What is wrong? Kwambia niko Nairobi, kwani kuna nini? Can we meet at the hospital? We are going to the hospital. Tunaweza kutana maana tunaelekea hospitalini. Nikamwambia what has happened? Kauliza kumefanyika nini? They told me just come and come quickly. Akwambia John uje upesi. Automatically something told me that something is wrong. Mara nikajua kuna kitu kibaya. And they asked me, which hospital do you want us to take your son? Wakaniuliza tupeleke mtoto wako hospitali gani? I told them the nearest hospital. Nikwambia iliyo karibu pale. And the nearest hospital, I don't know how they thought they came to Melchizedek. Na sijui kwa ufupi ni wapi maana walikuja Melchizedek Hospital. And as I was driving, na akielekea pale, I saw a coffin. Katika hali ya akiroho akaona jeneza. As I was driving to the hospital, akielekea hospitali akaona jeneza. I saw a coffin. Akaona picha ya jeneza. And I knew my son is gone. Na akajua mwanae ameenda. As I was going to meet a dead person. Akajua anaenda kukuta mtoto ameaga. At the Melchizedek, I found the bus getting inside. Akifika Melchizedek kakutana na basi linaingia. And I saw a lifeless body of my son. Na kaona mwili hauna uhai wa mtoto wake. He was dead. Alikuwa amekufa. He was dead. Alikuwa amekufa. Then I pulled him. Akamvuruta. They lifted him towards the casualty area. Wakamsukuma wakamulekeza pale casualty. And there was no life. Na hakuwa na uhai. And that's the doctor, come and see what is happening. Nikabia daktari njoo uone kinachotendeka. And I looked at the eyes of the doctor. Katazama macho ya daktari. Because I wanted to read what he's reasoning about. Maana alikuwa anataka kusoma nafikiria nini. And I could see death here. Na naona kifo pale. From the eyes of the doctor, kwa macho ya daktari, there was death. Kuna roho ya kifo, akaona kifo. But a voice whispered to me. Lakini sauti kaninong'onezea. Your son is not dead. Mtoto wako hajakufa. They are taking him. Wanampeleka. And it is the time they are taking him. Saidi wanampeleka. Call him back. Mwite kwa jina. And I shouted. Nani akapaza sauti. Dan! Dan! The entire hospital. Hospitali nzima came to stand still. Ikasimama imara. And my son came back. Mtoto wake akarudi. He looked at me. Kanitazama. He looked at me. Kanitazama. Remember before I went to the hospital? Kumbuka kabla niende hospitali. The devil had even shown me the coffin. Shetani alikuwa amemweza hata jeneza. But the angel from heaven, lakini malaika kutoka mbinguni, whispered to me. Akampasa sauti. He is not gone. Hajakufa. They are taking him. Wanampeleka sasa. Shout now. Itana sasa. And I made a noise. Na upasa sauti. I shouted. Kapasa sauti. His name. Jina lake. And my son was back. Akarudi. And everybody, including the doctor, kila mtu mpaka madaktari, they came to look at me. Wakakuja kumtazama. Then I heard one doctor saying, kasikia daktari mmoja akisema, umujui huyo? Usio domoe. Umujui? Usio domoe no. Because the teachers, maana walimu from St. Hannah's, kutoka St. Hannah's, they knew Dan is dead. Walijua Dani amekufa. They wanted to remove Dan from school. Walikuwa wanataka Dani shule, so that he can be received by the hospital. Apokelewe na hospitali. So they will be saying that he died in the hospital. Ndio isisemekane kufia mikononi mwao kufia hospitali. Them, lakini ndani yao, my Dan was gone. Walijua Dani amekufa. So when I shouted, alipoitana, and they saw Dan back, na wakaona Dani amefufuka, they drove very fast from the compound. Wakakibia bio wakatoroka kutoka hospitali. They drove their bus to school. Wakarudisha basi lao la shule. And even the doctors kept off. Na madaktari wakatoroka pia. And then I heard everybody saying, akasikia kile mtu akisema, humujui huyo? Usio mtimo no. Then I heard one saying, kwani ni nani? Wengine kauliza, todo no, kwani ni nani? Si ni yule mtu wa Mungiki. Si ni yule mtu wa Mungiki. When I turned to them, alipoangalia, everybody disappeared. Kila mtu akatoroka. And they went saying, wakaenda wakisema, that man is so dangerous. Huyo mtu ni hatari sana. He can even call back a dead person.
Anaita mpaka mtu amekufa na And amka. one person from Kawangware, I don't know how they knew my number. Mtu mmoja wa Kawangware hajui alipataje namba yake. He called me Kamuita that my mother is died yesterday. ya kwamba hata mamangu alikufa jana. Let's come, we go to the morgue. Si twende mochari pia And tukamuita. call her back. Tukamuita afufuke. I heard you called your son back. Sinasikia uliita mtoto wako akafufuka. I want my mother back. Nataka mamangu arudi. And I told him, Nikamwambia, go to the morgue right now. wenda morgue wewe sasa hivi. Call your mother is coming. Ukaite Go mama and yako call your anakuja. mother. Enda ukamuite wewe He'll nakuja. be back. She will be back. Atarudi pia. I want to tell you one thing. Nataka kuambia kitu moja. Jehoshaphat, Yosefati he knew this is a huge battle. akajua hii vita ni kali. He knew this is a bad and huge battle. Akajua ni vita kubwa na He kali. knew. Akajua. Alikuwa anajua. Alikuwa anajua. He knew this is a huge battle. Alikuwa anajua hii vita ni kali. And this battle I cannot be able to win. Na hii vita hawezi pigana. He invited God. Akaarika Mungu. He invited God. Akaarika Mungu. He told everybody to fast. Akabia kila mtu He told afunge. everybody to fast. Akaita kila mtu kwa mfungo. And everybody to go back to the sanctuary. Na kila mtu arudi The katika nyumba ya entire Bwana. nation was invited. Taifa nzima The likaitwa. entire nation was invited. Taifa nzima And likaalikwa. the entire nation agreed. Taifa nzima And they likakubali came together. na wakaja And they pamoja, worshiped God together. wakabudu And they pamoja, surrendered together to God. wakajiachilia kwa And they Mungu called upon the name of God na together. wakaita jina lake And pamoja. God changed the situation. Na Mungu akasema When they hali fasted, walipofunga they fasted. walipofunga And they cried to na God. kulilia Mungu And they cried to na God. kulilia Mungu, And the enemy, na maadui they started shrinking. wakaanza When kulia. you are faced with this huge challenge, Ukipambana na jambo kubwa kama hili, you don't run away. usitoroke, You don't go for your friends. usiendee marafiki, You don't go for your peers. usiendee wale watu, You don't go for unatembea big nao. people. Usiendee watu, You run to God. kibia kwa Mungu. Just run to God. Kibia tu kwa Mungu. He will give you a direction. Atakupa hata mwelekeo. When I ran to God, Alipokibiria Mungu, He told me shout. kaniambia And itana. I shouted. Na akaitana. And everything changed. Kila kitu kikabadilika. Step number 1 Hatua ya kwanza is running to God. ni kukibia kwa And Mungu calling upon the name of God. na kuitia jina He will lake. change that situation. Atabadilisha hiyo People may be hali. seeing you are going to perish. Watanaweza kuona umeisha, But in the books of record, the records in heaven, lakini kwa nakala za they mbinguni know you are not going anywhere. wanajua huendi They mahali. know you are not going anywhere. Wanajua huendi You are going to mahali. win. Utashinda. When I founded the ministry, Alipoanzisha huduma, everybody discouraged me kila mtu alimvuja moyo, because they reminded me of the past. maana walimkubuza zamani yake. And even the people who are following me akina Koki, Na hata wafuasi wake kama huyo when they nimetaja, were coming to church, they never told people the church they are coming wakikuja kanisani hawangesema ni kanisa gani, because they feared for the repercussions. maana waliogopa vile watu watasema. A person like Alice Mtu kama huyo ametaja kept for quite about 8 months. akanyamaza miezi kama 8. Nobody knew where she's coming. Hakuna anayejua anaenda kanisa wapi. Even the son Hata mwanae never knew where the mother is going. hakujua mama anaenda When kanisa they were wapi. asked, they were said, tunaenda kanisa ingine hapo tu. Wakanithoge na hawe, Because they didn't want to be associated maana wangetaka kuitanishwa with me. na yeye Because they na knew mtume, my name maana walijua jina lake is a name that is so strong for everybody. ni jina ambalo likitajwa kila mtu anaogopa. I also, when I could hear them speak and tell them, go invite your friends, Na hata nikiwaambia wende waalike they will not marafiki, tell me it is very hard. hawangeniambia ni gumu They will tell me kualika watu. tunajaribu tu lakini Niturageria tu no watu wanaogopa. maretigira. So I kept praying to God Kwa hivyo nikaendelea kuomba Mungu. and ask God, did you send me? Mpaka nauliza Mungu, je, umenituma kweli? Did you send me? Kweli unilituma? One day I organized for a crusade Siku moja akapanga mkutano wa injili here in Eastlands. huko Eastlands. And I invited pastors and bishops for breakfast. Na karika karamu ya asubuhi akaita maaskofu And na all of wachungaji them came. na wote wakaja And I gave them the agenda. na akawatia mpango wake. And I told them, this is what I want to do. Akawaambia kile anapanga kufanya. They said, man of God, we are going to stand with you. Wakasema mtu wa Mungu tutasimama na But wewe. after they had lunch, Lakini baada ya mamkuli and they were very okay, na wakashiba, they planned for a prayer. wakapanga maombi. They said, without me, Wakasema bila wewe. no, Yani, when I had left, wakati waliachana. let's wait a bit. Through their WhatsApp group, Wachani tugojee kidogo. they Wakaandikiana. they said, let's wait a bit. Hebu tugojeni kidogo. Their chairman told them to wait. Mwenyekiti wako ambia wagojee. And then
Immediately the chairman baadaye mwenyekiti wao asked all the pastors akauliza wachungaji wote to start a prayer waanze maombi for 7 days ya mfungo ya siku 7 to fight this demon in the name of Waruinge. wapigane na hii pepo inajiita Waruinge. And they started a prayer. Na wakaanza maombi. And every time I'll go and meet them, na kile wakati akienda kwao, they will tell me turakohoera muno, tuhamwe muno muroithe witu, tunaombea mkutano, we are praying for the meeting, and tunakuombea sana, and we are praying for you so much. And there was nothing. Na kukuwa na roho wanafanya. Walikuwa naomba kinyume. They were praying against the meeting. Kuomba kinyume cha mkutano. And they were praying against whatever I told them. Na kinyume cha kile niliwaambia. But remember, there is one thing God always told me to do. Lakini kuna kitu moja kumbuka Mungu aliniambia nifanye. When I will send you somewhere, nitakapokutuma mahali, go have a communion with them. Enda ukale pamoja nao. Go eat together with them. Enda mule pamoja. If you want to defeat your enemies, ukitaka kushinda maadui, take them for lunch. Ebu walishe. Take them to Serena. Wapeleke Selena. Buy them something good. Wabaie kitu kizuri. You have entered into a covenant. Umeingia kwa maangano na wao. And they will never be able to fight you. Na hawataweza kukupiga tena. Whatever plan they have against you, mpango wote walionao, they will be fighting themselves. Watakuwa wanajipiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So I had already done that to these pastors. Kwa hivyo alikuwa amefanya vile kwa wale wachungaji. The more they try to fight me, kadri walivyojaribu kumpiga, the more I become strong. Ndio alikuwa na nguvu zaidi. The more they try to pray against me, kadri walivyoomba kinyume, the more I became strong. Ndio alikuwa na nguvu zaidi. And everybody in Island, na kila mtu Island, was talking about the meeting that is about to come. Wanakuwa kiongea kuna mkutano unakuja. In their churches, hata makanisani kwao, their chairman and chair ladies, hata chairman chair lady wote, they will tell the pastor, wanaambia wachungaji, are you aware of a huge meeting that God is planning to bring? Mnajua Mungu analeta mkutano mkubwa kweli? And the pastor will ask, which meeting? Anauliza, yupi? Mkutano gani hiyo? And they will be told, Waruinge is coming to Island. Anaambia Waruinge anakuja huku. Oh, Waruinge is coming? Anakuja? How did you get to know? Mlijuaje haya? I had a dream. Niliota. I saw him in a dream. Nilimuona kwa ndoto. And he was coming to unchain. Na alikuwa anakuja kufungua. He was coming to unchain. Alikuwa anakuja kufungua. And when he came, na alipokuja, Island changed. Israeli yote imebadilika. And the pastor would ask, repeat again the dream. Bwana, hebu rudia tena. Tuliota that Island did what? Tuliota nini? Island changed. Hata Israeli zimebadilika. When he came, alipokuja, everything changed. Chochote kilibadilika. And Island was free. Na Israeli zimefunguliwa. Remember, this is one of the pastor. Kumbuka hivi ndivyo who was asked to be part of the intercessory team. Aliyeambiwa awe mmoja wale wanaomba. He is known as a prayer warrior. Maana anajulikana kama mwombezi mkali. And he was given na akapewa a role to go and pray. Aende kazi ya kwenda kuomba. To make sure Waruinge does not come to Island. Ya kwamba Waruinge asije Island. When they stopped me from going to Island, walipomzuia kwenda Island, God entered into the hearts of the people. Mungu akaingia kwa mioyo ya watu. And took me inside the hearts of the people. Akampeleka ndani ya mioyo ya watu. As the pastors were praying against me, wachungaji wakiomba kinyume chake, God was speaking to the people in their dreams. Mungu alikuwa ananena watu kwa ndoto. God was speaking to the people in their dreams. Mungu alikuwa ananena watu kwa ndoto. And he was telling these people, alikuwa anaambia watu hawa, the time for salvation has come. Wakati wa wokovu umefika. The time for redemption has come. Wakati wa ukombozi ndio. The time for Islam to be free has come. Wakati wa ukombozi wa And everybody was waiting for me. Kila mtu alikuwa anamngoja. Everybody was waiting for me. Kila mtu alikuwa anamngoja. And everybody knew that we are coming free. Na kila mtu akajua anafunguliwa. But the pastors knew. Lakini wachungaji walijua the meeting will not be there. Ya kwamba kutakuwa na mkutano. Because sometimes people think, unajua watu wengine wanafikiria the direction they know, ya kwamba ile njia wao wanajua, it is the direction that God will use to come. Ndio ile Mungu atatumia. Hapana. So as again we went for another meeting. Kwa hivyo walipoenda mle mkutano, we went a meeting with these pastors. Alipoingia mkutano wa wachungaji wale, he said me, I know we are not together. Ndani yao alijua hawako pamoja. I prepared for another breakfast with them. Akaandaa mamkuli ya pili. I prepared a breakfast. Akaandaa. And I kept them for long. Na kaweka kwa muda, so that we can have another lunch. Ndio wakuwe na muda mwingine wakule pamoja. And then another cup of tea. Alafu ya tatu tena mara ya tatu. Because I was raising an altar. Maana alikuwa anainua madhabahu. I was raising an altar. Alikuwa anainua madhabahu. I knew I'm going to destroy your territory. Alijua lazima atavunja madhabahu ya kwao. Within your territory. Ndani ya kwenu. And I kept telling them. Na kadri kuambia, we are going to do it. Tutafanya. And they kept telling to me. Wakaanza kuniambia, Pastor. Mchungaji. Pastor. Mchungaji. This is your time. Hii ndani yako. Inside them. Lakini ndani yao, they knew there is nothing going to happen. Wanajua hakuna kitakachofanyika. And I also knew. Na ndani yake. And I also knew.
I also knew naye pia akajua with them there is nothing we are going to do. pamoja nao hakutafanyika. But I'm going to do it with some other people. Lakini atafanya na wengine. Because God has ordained. Maana Mungu ameamua. Because God has planned it. Mungu ameteua. Whatever that God has planned. Kile Bwana amepanga. It doesn't matter who is going to be in opposition. Haijalishi nani atapinga. It doesn't matter who is opposing you. Haijalishi unapingwa na nani. What is very important cha maana ni kwamba is where you are going. Ujue unaenda wapi. Focus on the goal. Angalia huyu Mungu. Focus on the goal. Tazamia Mungu. Desire to win every battle. Tamani kushinda kila vita. Desire to walk with God. Tamani kutembea naye. Desire to go with God. Tamani kuenenda naye. Desire God to be your shield. Tamani Mungu akawe ngao. Desire God to win every battle for you. Akakusaidia kila vita. Desire tamani God to walk with you. Mungu atembee nawe. I desired my God akatamani Mungu yake to walk with me. atembee naye. And indeed he walked with me. Na kwa hakika alitembea na yeye. And as I walked with my God, alipotembea na Mungu wake, he kept planning for me. Akaendelea kumpangia. When the D-Day came, siku ilipofika, and I told them one night, and because that is what God told me. Na kwa nene usiku moja, maana hivyo ndivyo aliwaambia. Because I knew they were playing. Maana alikuwa anaomba kinyume, alikuwa anajua anaomba kinyume. I knew they were praying against me. Alikuwa anajua anaomba kinyume. I asked them one thing. Akawauliza kitu moja. We must destroy the wall of Jericho. Lazima tubomoe ukuta wa Yeriko. So I told them. Kwa hivyo akawaambia, every day, kila siku, we'll go around Islands. Tutazunguka Islands one time. Siku moja mara moja. For 7 days. Kwa siku saba. And we did that. Na wakafanya vile. Then the 7th day, siku ya saba, I told them, akawaambia, we will go around Jericho. Lazima tutaguka Jericho 7 times. Siku saba. Remember, these are the people kumbuka hao ni wale against me. Hapo wanaomba kinyume. And God told me, na Mungu akamfahamisha, si kwa ubaya. It's not bad. It's not, they don't know what they are doing. Yani hawajui wanachofanya. Because what you are coming to destroy, maana kile unakuja kubomoa, it is what that is holding them. Ndicho kinawazuia. So just use them. Kwa hivyo watumie wao to do the job. Kufanya ile kazi. And we moved around Jericho. Na wakazunguka Yeriko na wao. We moved Islands. Wakazunguka Israeli yote. For 7 days. Siku saba. And the 7th day. Na siku ya saba. We did it 7 times. Wakafanya mara 7 siku ya saba. Now the D-Day. Siku ikawandia. On a Saturday. Ikiwa ni Jumamosi. Very early in the morning. Asubuhi na mapema. No, it was on Friday night. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. They went to Kenyago police station. Wakaenda kituo cha polisi cha Kenyago. And they went told the OCS. Wakaenda kwa OCS wakamwambia, there is a mistake that is about to happen here. Kuna janga kubwa liko tayari kufanyika. We have tried to pray and this man is not stopping. Tumejaribu kuomba na huyu mtu azuiriki. We must stop him. Lazima tumzuirie. He must not come here. Asije hapa. Then the OCS asked him how? OCS akauliza jinsi gani? What is the problem? Shida iko wapi? They told me, do you know the Mungiki man? Si unajua yule mtu wa Mungiki yule? He's bringing another Mungiki meeting here. Anaandaa mkutano mwingine wa Mungiki hapa. He is come to recruit people here. Anakuja kufanya watu waingie. We are the people organizing for him. Na sisi ndio tunampangia. But we have discovered. Lakini tulikuwa tunampangia mkutano, lakini tukajua it is not Christianity. Sio Injili analeta. He has come to recruit people. Anakuja kuigiza vijana wetu. And we are going to Superlove Primary School. Na tunaenda hata shule hiyo. So OCS. Kwa hivyo mkuu wa polisi. Sisi tumeondokea. We are not there. This man is so more powerful than us. Huyu mtu ako na nguvu kutuliko. And the OCS, because he's a Muslim. Na yule OCS sababu ni Muislamu. He asked one of the bishop. Akauliza mmoja wa askofu. See, I thought you were a bishop. Si hata wewe nafikiri ni askofu. And you are a prophet. Na wewe ni nabii pia. Said you are. Yes, I'm prophet so and so. Na wewe si nabii fulani. And you said you are apostle. Na si ulisema ni mtume. And you said you are bishop. Na si wewe ni kasisi. And what's the rank of this man? Huyu mtu ni wa kiwango gani? He's just a mere reverend. Yeye ni reverend tu. And he has defeated you. Na amewasida nyinyi mpaka maskofu. And you think I'm going to win the battle? Na mnafikiria mtamshinda? If he has defeated a bishop, kama amewasida nyinyi waskofu na mitume and the prophets, na manabii, and all of you, na nyinyi nyote pamoja, do you think this man, je, mnafikiri huyu mtu I can be able to stop him? Naweza mimi kumzuia? Kama nyinyi mmeshindwa, mnafikiri nitaweza? They told him in Unionism, you are the one to win this battle. Wewe ndio utatusindania hii vita. So kwa hivyo when the devil has planned, Shetani anapopanga, his own people, akachukua watu wake. And when the devil has planned, wakati Shetani amepanga, he got his own people. Akaita watu wake. He got his own people.
akasika watu wake. Anakuanga na watu wake. Anakuanga na watu wake. He got his own people. Ako na watu wake That he plans with. Ambao hupanga to nao. stop you from becoming. Wakuzuia usifanyike. As they go the other side. Wanapoenda upande ule. God collects his own people. Mungu naye hukusanya wake. And brings them on the other side. Na analeta upande mwingine. Now the people who supported me. Sasa waliomsimama naye. The people without ranks. Ni wale ambao hawana vyeo kanisani. The people without positions. Watu hawana vyeo kanisani. The people who are called ni broker. Wale ambao ni wa hali ya chini. Those are the people who came. Hao ndio walikuja upande wake. Because those are the people God sent to me. Maana ndio wale Mungu alimtumia. During the day. Wakati wa mchana. Of the meeting. Ile siku ya mkutano. Early in the morning. Asubuhi na mapema. I found like 1,000 police officers. Alikuta askari kama 1,000. In the stadium. Pale kwa uwanja. So the police were many than the people who had come. Kwa hivyo askari wakawa wengi kuliko wale walikuja mkutano. And the entire Island. Na Israeli nzima. The entire Island. Hiyo area yote. They had woken up very early in the morning. Wakamka mapema. Because they knew Waruinge is coming. Maana wanajua Waruinge anakuja. And they came and told me as I met them. Akikutana nao akawaambia. Because they were expecting me to come in a convoy of cars. Maana walifikiria nakuja na magari msafara. I got there in a motorbike. Akakuja tu na boda boda. And they were shocked. Na wakashangaa. Huyu ni mtumishi mgani anakuja na motorbike? Sasa huyu wa motorbike ni nani? Huyu ako na anointing kweli? Ako na mafuta huyu kweli? And I walk in a motorbike. Akaingia na pikipiki. And I went to right where the police were. Akaenda tu mahali polisi walikuwa. The police were waiting me to drive in a Mercedes. Askari wanagoja ingie na gari kubwa. So I wore a cape. Akavaa kepa. And stayed with the police. Na akakaa na maskari. At Subaru Primary School. Pale hiyo shule ya Subaru Primary School. Because God had told me. Maana Mungu alikuwa amemnenea. You will get into Subaru Primary School. Utaingia Subaru Primary. You will step there. Utakaa pale. You will stand there. Utasimama. And I will bless you. Na watakubariki. And everybody will be free. Na kila mtu atakuwa amefunguliwa. Even the leadership will be free. Hata uongozi ule wa utafunguliwa. Every person in Luso there will be free. Kila mtu pale atafunguliwa. So for them they were waiting. Kwa wao walikuwa wanagojea. For a huge rally. Mkutano mkubwa. With microphones and speakers. Na vipasa sauti. But God had given me a instruction. Lakini Mungu alikuwa amempa maagizo. Just go there. Enda tu pale. Kanyagisha miguu yako. And the Island will be free. Na Israel itafunguliwa. I went inside. Kaingia. I found the police. Kapata askari. Remember the police are waiting for Waruinge to come. Kumbuka askari wanagojea Waruinge yule wa zamani. I sniped there, they didn't see me. Kaingia pale hawakumuona. And I stepped on the ground. Na akasamanga pale. I did my selfie. Akajipiga selfie with the OCS. Pamoja na OCS. OCS is waiting for Waruinge to come. Anagoja Waruinge wa zamani and I told OCS. Akabia OCS. Make sure this man does not come. Hebu hakikisha huyu mtu haji na ni yeye. But can we have a photo? Situpige tu kapicha na wewe. And we did a photo together with him. Kapigwa kapicha na yeye. And the OCS was told me where you working? Na yeye muuliza na wewe unafanya wapi? And the OCS was where are you working? Wewe ni wa kituo gani? I told him I'm part of you. Nikamwambia mimi ni mmoja wenu. So he thought I'm an intelligent person. Akafikiria ni mtu ni askari wa intelligence. Of course I'm intelligent. Na of course kweli kwa kiroho. As we are with them, tukiwa nao, I released that photo. Akaachilia ile picha kaituma into the WhatsApp group of these pastors. Kwa WhatsApp group ya wale wachungaji. And I told them, na nikamwambia, I've done my part. Nimefanya kazi yangu. I've finished the job. Nimemaliza mkutano. Island is free. Island imefunguliwa. Island imefunguliwa. And they called the OCS. Na wakaita OCS. How again? Imekuaje? You are with this man. Uko na huyu mtu. And you are telling us you are stopped the man. Na tulikuambia umzuie. And the OCS told him, anamwambia, I've not seen him. Mimi sijamuona. He sent him a photo. Akamtumia picha. And it was me. Na ni yeye. With the OCS. Akiwa na yule OCS. Already I've finished the job. Amemaliza kazi. And I'm left, I've gone. Hallelujah. 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 Know how to fight this battle. Jua kupigana vita. You must win a battle. Lazima ukapigane vita. You must conquer them. Lazima uwashinde. You must defeat them. Lazima uwashinde. They will not defeat you. Hawatakushinda. They will not win any battle against you. Hawatashinda vita kinyume nako. Jehoshaphat called akaita and told everybody, nchi nzima, let's go and fast. Tuingie kwa mfungo. When you fast, unapofunga, when you pray, unapoomba, when you seek God, ukitafuta Mungu, the battle no more becomes yours. Vita na ushindi unakuwa wako. It is taken by your master. Inanyakuliwa na mchungaji. The battle was taken away. Vita ikaondolewa. And the Island na Israel was free ikafunguliwa from the hands of the tormentors. Kutoka na mikono mwa wanyanyasaji. Can I tell you one secret? Hebu nikwambie siri nyingine.
all of Eastland, Israel yote, that is Umoja 1, Umoja 3, Umoja 4, Dandora going downwards, hizo sehemu zote ametaja to Saika, mpaka Saika, that land I'm the one who subdivided. Yeye ndiye aligawanya zile mashamba. And I used an altar of that other organization to raise that land. Na alitumia madhabahu ya hicho kikundi kugawa. Remember that land belonged to Kiambu Dandora. Kumbuka hiyo shamba ilikuwa ya kikundi cha Kiambu Dandora. And I took it away from their hands. Na aliwanyang'anya mikononi mwao. And subdivided it. Na akaigawagawanya. And I sold it. Na kauza. And I gave them certificate under my signature. Na akawapa stakabadhi iko na sahihi yake. And I told them, na akawaambia, this is a title deed. Hiyo ndio stakabadhi. Go to the any bank. Enda benki yoyote. And they'll give you loans. Na watakupa pesa. And indeed, na kwa hakika, when they went to banks, waliopenda kwa benki, they were given loans. Walipewa mikopo. That's the power of the altar. Nguvu ya madhabahu. And they were given the loans. Walipopewa mikopo, they build houses. Wakajenga manyumba. They build churches. Wakajenga hata makanisa. Even the churches that those people were fighting me, hata makanisa waliokuwa na mpinga baadhi, they were worshiping on a land that was on a Mungiki altar. Walikuwa naabudu katika samba ambalo mwenyewe lichiko chini yake. So that's when I discovered, ndio nikatabua, it is not the pastors who are fighting me. Si machungaji wanaompiga. It is the altar that I raised. Ni madhabahu yaliyoinuliwa that is fighting me. Ambayo yanampinga. And it is asking me, na yanauliza, boss, what are you doing to us? Wewe mkubwa wetu unafanya nini kwetu? So point number 2, siri ya pili, when you get to worship God, unapoenda kuabudu Bwana, God will reveal inside you. Mungu atafungua ndani yako. What kind of an altar that is speaking in your life? Ni madhabahu yapi yanazungumza maishani mwako? Could be the problem you are having. Labda shida unayo. It is your own altar. Ni madhabahu yako mwenyewe. It is your own altar. Ni madhabahu yako mwenyewe. That is fighting you. Ambayo yanakupinga wewe mwenyewe. I had hated the pastors and bishop. Alikuwa amechukia wachungaji na waskofu. But I came to discover, akatabua, it was not the pastors and bishop. Sio wao walikuwa wanapiga. But the altar got into the pastors and bishops. Lakini madhabahu yakawaingia. And they started fighting me. Yakaanza kumpiga. Because the altar, maana madhabahu, wanted to stay. Ilikuwa inataka kusema, wanted to stay. Ilikuwa inataka kudumu ama kukaa. The altar wanted to stay there. Madhabahu ilikuwa inataka kukaa pale. Because that is their home. Maana hapo ni kwao. And because I've decided, na kwa sababu wameamua to remove it, kuyang'oa, they were trying to say no. Ilikuwa najaribu kukataa. We are not going. Hatung'oki, hatutoki. That is why God wanted me. Ndio maana Mungu akamtaka yeye to step my legs there. Akanyagishe miguu yake pale. Just nikanyagishe miguu pale. And the altar will be broken. Na madhabahu yatavujika. Immediately the altar was broken. Mara yalivyong'atuka, the entire pastors and bishops, wachungaji wote na maaskofu, who were fighting me, ambao walikuwa wanampinga, they organized and said, wakapanga wakasema, because the other one was stopped by the police, maana mkutano wa kwanza ulizuiwa na askari, we are going to plan another one. Tutapanga mkutano mwingine. And even the police said we are going to sponsor. Na hata askari wakasema watasimama na hiyo mkutano. And we did another one. Na wakafanya ya pili. At a place called what's called it? Near Maisa. What's it called? Koki naitwaje? Koki. Umama ground. That is why we did at Umama ground. And all the pastors that were fighting me, na wachungaji wote walikuwa wanampiga bereni during the first crusade, katika crusade ya kwanza, all of them were there. Wote walikuwa pale. And they said, na wakasema, hii kitu tumeiombea sana. Hallelujah. Hallelujah. Hii kitu tumeiombea sana. I told them, come now. Nikwambia Johnny, sasa take over the meeting. Tukuja kwa mkutano. Take over the meeting. Chukueni mkutano. Because already the altar has gone down. Maana already madhabahu yameanguka. When the altar comes out of you, madhabahu yanapotoka ndani yako, you become free. Unafunguka. And you start seeing things you are not seeing. Na uweze kuona mambo hungeona. Immediately, mara ghafla, the DCC, the district county commissioner, okay, the district county commissioner, DCC wa hiyo sehemu, came and called me. Akaja akamuita. Can we sit down? Tunaweza keti. You and the Kiambu Dandora. Wewe na Kiambu Dandora. And the owners of the plots. Na wenye mashamba. Because the president has said. Maana rais amesema. He want to give them title deeds. Anataka kupeana stakabadhi za kumiliki shamba. I told him no problem. Kambia kuna shinda. The DCC came. DCC akaja. And the pastors came. Na
Na wachungaji wakaja. And the Kiambu Dadora came. Na wale Kiambu Dadora and the owners of plots came. Na wenye mashamba wakanja wote pamoja. And we sat down as one umbrella. Wakakaa chini ya kivuli moja. And an agreement was reached. Na wakawa na makubaliano. This land that was taken away from Kiambu Dadora. Huyu shamba ulilotolewa kwa Dodora Kiambu. Is going to be returned back to Kiambu Dadora. Itarejeshewa wenyewe Kiambu Dadora. But how? Lakini kwa jinsi gani? They did the calculation wakafanya hesabu of the entire acreage of land. Ya saba nzima na ukubwa wake. And did subdivision, they did calculate all the plots. Na wakahesabu nambari ya ploti zilizo pale. And this Kiambu Dadora said, we are going to sell this land to you. Wakasema tutakuuzia hili shamba. Then we did the calculation of how many plots there were there. Wakafanya hesabu haraka haraka. The Kiambu Dadora said, this is the money we want from you. Wakaona kiasi cha pesa kinachohitajika. They said they want 1 billion, 1.2 billion. Ikawa ni bilioni 1 and we did the calculation of the plots. Na wakafanya hesabu ya nambari ya ploti zote. And we found when we did the divisions. Na baada ya kugawagawa, we found that every plot wakaona kila plot will only pay 50,000. Ilikuwa iwe na dhamana ya 50,000 for you to have a title deed. Ukapate kupata karatasi. After the altar was broken, baada ya madhabahu kufunjwa, life became so easy. Maisha ikawa rahisi. Something they thought was very expensive. Kitu kilichoonekana kikumbwa na kigumu. Because pastors they thought they are going to be told to buy again the land. Maana wachungaji walikuwa wanafikiria watabua so wanunue tena. So they had opted to stay with Mungiki altar than buying the land. Kwa hivyo wangependa kukaa na ile madhabahu ya kwanza ya Mungiki kuliko kununua. Everybody was told to pay 50,000. Kila mtu ikawa alipe 50,000. And the Kiambu Dadora were given their land. Kiambu Dadora wakapewa samba yao. They were given their money. Wakapewa pesa ile ya kisamba. And men and the women of God became landlords. Nao watu wa Mungu wakamiliki. Officially they became landlords. Wakamiliki rasmi. They owned the land. Wakamiliki shamba. Because the altar has gone down. Maana madhabahu yameanguka. And then from there, na kutoka pale, 3 months later, miezi 3 baadaye, Uhuru issued them with the title deeds. Rais Uhuru akawapa stakabadhi. My certificate was exchanged with government title deeds. Stakabadhi ile yake ikabadilishwa na ile asili ya serikali. I destroyed the altar I had started. Maana mwenyewe alifuja madhabahu aliyoanza mwenyewe. Power was changed. Kwa hivyo nguvu ikabadilishwa. The people there were given title deeds. Wale watu wakapewa stakabadhi. And hati ya kumiliki. And my certificate was removed. Aha, na stakabadhi yake ikaondolewa. And they became free. Na wakawa huru. Right now churches in Islands. Kwa hivyo makanisa ya pale Island sasa are growing now. Sasa yanainuka. Are growing now. Yanainuka. People are getting saved. Watu wanaokoka. Those days every day you will hear gunshots of young people. 10, 15 have been killed. Kile hapo mbeleni ungesikia tu ni mlipuko wa mabunduki vijana wakifa. Today, leo hii very hard to hear. Ni gumu sana kusikia vile. Today there was this Gaza thing. Kulikuwa na hili jambo la Gaza. Kikundi kile anataja kinaitwa Gaza. And today is diminishing. Leo imefifia kabisa. Because the altar that was speaking over their lives. Maana madhabahu yalikuwa yananenea. It has been terminated. Imekamilishwa, imetatizwa, yani imefikishwa mwisho. Number 2. Jambo la pili ni hili. To win a battle. Kushinda vita. God will reveal to you what kind of an altar speaking in your life. Mungu atakufichulia madhabahu yanayonena maishani mwako. Because without knowing what is attacking you, maana bila kujua kinachokupinga, without understanding what kind of an altar that is speaking in your life, bila kufahamu madhabahu yanayozungumza kinyume chako, you will go to every church in this land. Utaenda kila kanisa nchini Kenya. You will go to every church in Africa. Utatembea Afrika mzima kanisani mote. You will go to everywhere looking for God but you never find. Utatafuta Mungu kila mahali na utapata. It doesn't matter how saved you are. Haijalishi umeokoka kiasi gani. It doesn't matter how powerful you think you are. Hata unadhani uko na nguvu kiasi gani haijalishi. What matters is what kind of an altar speaking in your life. Kilicho cha maana ni madhabahu yapi yanayozungumza. What kind of an authority that is speaking in your life. Ni mamlaka gani yanayozungumza juu yako. It could be is an altar of your mother. Labda inaweza kuwa ni madhabahu ya mama yako. It could be an altar of your father. Ama ya baba yako. Your great grandfather. Ama babu wako. Or even a territory you are in. Ama sehemu ile unaoishi. The name of the territory you are in. Labda jina ya sehemu unaokaa. Can determine what you are going to become. Inaweza amua utakuwa mtu aina gani. The name of Muthurwa. Kama jina Muthurwa. Can determine what you are going to become. Inaweza ingemea utakuwa mtu aina gani. The name of Jina Kayore. Hata hilo jina Kayore. Can determine what you are going to become. Inaweza kuzuia kukuzima usiwe unayofaa kuwa. So that's why we do spiritual mapping. Kwa hivyo tunapofanya vita ya kimaeneo. When Moses was told about Canaan,
Mose alipoamua kuhusu Kenani, he sent 12 people. aliambia watu, He sent 12 people katuma watu 12 to go and spy, waende wakapeleleze, so that they can understand ndio wakafahamu the spiritual implication. kiroho The spiritual implication. maeneo kiroho yanasemaje, To understand akafahamu what are their gods, miungu zao, what kind of God they worship, wanaabudu miungu ya aina gani, what is their culture, itikadi zao, what kind of the people that live there, waliishi watu wa aina gani bereni, so that they can know how to do the battle against them. ndio wakajue vile watapigana You na can wao. never be able to do a battle against a people you don't understand. Huwezi kupigana vita ambao haifahamu. You can never win a battle against a territory you don't understand. Huwezi pigana vita ya kimaeneo bila kuelewa hiyo eneo. Some of you are in Nairobi and Nairobi has refused you. Wengine wenu wako Nairobi na imewakataa. Some of you are in America and America has completely refused you. Wengine hata wako Marekani na Marekani imewakataa. Some of you are in Qatar and Qatar has said no to you. Wengine wako Qatar na Qatar pia imewakataa. You must have understood. Lazima uwe fahamu. You must have understood. Lazima uwe umeelewa The territory you are going. eneo unayoenda. Inquire of that territory. Hebu fanya uchunguzi. Inquire to know what kind of a God they are worshiping. Ulizia ukajua wanaabudu miungu What gani. kind of people are there? Ni watu wa aina gani wanaishi mle? Are the people there cursed? Je, wale watu wamelaaniwa? Are people there generous? Ama ni watu wakarimu? You also need to understand the age of the people. Hata ukajue umri wa wale watu. You understand to know what is the age there. Ukajue wale watu wengi wako umri upi. You have to know that whether they get beyond 70 years. Ujue kama wanaishi maisha marefu ama If wanakufa they don't mapema. get to 70 years, Labda kama wapitisi 70. it is not most likely for you to get 50 years. Maana pale si labda wengi si You rahisi wengi wapitisi 50. must be able Lazima uwe unaweza to know kufahamu the age bracket wanaishi miaka of kiasi the gani. people of that land. Wale watu wanaishi umri gani kabla Number hawajakufa. 2, La pili, you must be able to know lazima ufahamu what kind of a God they are worshiping. wanaabudu Mungu yupi. Number 3, La tatu, you must be able to understand ni vizuri ufahamu what kind of generosity is with those people. ukarimu wao ukiasi gani. If the people there are not generous, Kama wale watu si wakarimu, you are not going to succeed, hautafaulu. because they will be mean against you. Maana watakuwa wameshikilia, They will hawataachilia. make sure you don't succeed. Watahakikisha They haufaulu. will hide everything against you. Wataficha kila kitu And kwako. any mean person, Na mtu yote ambaye si mkarimu, any mean person, mtu yote ambaye si mkarimu, they always pray long prayers. wanaomba maombi ya kukupinga. They always say tumefuga. Wahe. They always say tumefuga, tumesimamisha. Wanasema tumesimamisha And hiyo. most likely they will say you are spiritually not right. Na labda watasema kiroho hayuko sawa, hauko Because sawa. they are mean. Maana si wakarimu. Being mean is not what you don't give. Si kumaanisha ya kwamba haupeani. Being mean is your heart. Ni ndani ya moyo. And if you are mean in your heart, Na kama wewe si mkarimu kwa moyo, you will always fight everybody and anybody. utapigana na kila mtu. You will stop everybody and everybody. Utazuia kila mtu. You will want to come against everybody. Utakuja kinyume cha kila And mtu. if somebody comes here in, Lakini mtu akiingia hapa, like now I've said this man will be a pastor here, kama vile amesema vile, any mean heart, mtu yote mwenye roho wa kutoa, they will see a devil in him. wataona shetani mwingine amekuja. They will see somebody who is not saved. Wakaona mtu ambaye hawana hakika kama ameokoka. They will come and tell me, pastor, Mtume, wachana na watu hawa. Huyo mtu venye nilikuwa nimwangalia nikiomba, adwa sio marokoka tukihora turabona. Niliona kanyoka kagirini kakipada hivi. Ndironire kwaja kau kagoti arekirite. Hata hiyo kaikoti ni tule niliona twa Illuminati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Because the heart in you, maana moyo ndani yako is so mean. Ni moyo wa kufinya. A heart that is inhuman. Mchoyo. Moyo ambao ni mchoyo. You don't need to expand. Hauhitaji kupanuka. People with a mean heart, watu wenye mioyo michoyo, they don't grow. Hawapanuki. They are stagnant. Huwa hawaendelei. They are always on a roundabout spirit. Wanaenda mzunguko. They want to own you. Wanataka kukumiliki. They want to live with you. Wanataka kukaa na wewe. They will not want anybody else to come in. Hawatataka mwingine aingie ndani.
If you don't understand kama hauelewi the people you are going to find, watu ambao unapigana nao, spiritually you are going to die. kwa hakika kiroho utakufa. Spiritually you must die. Kwa hakika utakufa kiroho. Because those are the most dangerous people. Maana wale ndio wale tabaka watu hatari zaidi That can be able to surround you. Ambao wabaya zaidi wakikuzunguka. Always keep an observation. Kaa na jicho ama lililofunguka. Learn everybody that is around you. Elewa kila mtu anayekuzunguka. And see what they say. Na uone vile wanasema. Just listen to them what they say. Hebu sikiza vile wanasema ndani yako. You will know this person, we are going nowhere. Utajua huyu haendi popote. And you will know this person, we are going far. Na utajua huyu mtu anaenda mbali. Praise be the name of God. Jina la Bwana lisifiwe. So we have understood. Kwa hivyo tumeelewa. You need to understand. Ni vizuri uelewe where you are going. Unaelekea wapi? For you to win any spiritual battle. Ndio ukaside vita vya kiroho. And then you remind God. Na tena ukumbushe Mungu. That had it not for God. Ya kwamba ingekuwa si yeye. I will not be alive today. Singekuwa hai leo. So you give every glory to God. Kwa hivyo utukufu wote upatie Mungu. And he will do the battle to you. Na atafanya vita. He will win every battle. Atakusidania kila vita. He will win every battle. Atasida kila vita. After they fasted. Baada ya kufanya mfungo. After they fasted. Baada ya kufanya mfungo. He called everybody. Akaita kila moja. To go to the altar. Wakaende kwa madhabahu. And at the altar. Na pale kwa madhabahu. He asked God. Akauliza Mungu. God. Ewe Mungu. Are you not the one? Si wewe ndiye Mungu. That we build this altar for? Ambaye tulijengea haya madhabahu. Oh God. Ewe Mungu. Are you not the one? Si wewe ndiye yule. That you promised your friend Abraham. Uliahidi baba yetu Abrahamu. That you will protect his generation. Ya kwamba utalinda kizazi chake. And they offered a sacrifice. Na wakatoa sadaka kwa madhabahu. At that altar. Kwa yale madhabahu. And the battle was won. Na vita ikashindwa. Then immediately after that. Mara ghafla baada ya hilo. God through a prophet. Mungu kupitia nabii. He came to Jehoshaphat. Akakuja kwa Yehoshafati. And he told Jehoshaphat. Kabia Yehoshafati. Do not just get ready. Usijitayarishe tu. He told them just get ready. Jitayarishe tu. And prepare a praise and worship team. Na uandae kikundi cha watu wa kusifu Mungu. Don't prepare an army. Usitayarishe majeshi wala silaha. Remember the Amorites. Kumbuka Waamori. The Meunites. Waamoni. And the Moabites. Na wa maombi. It was an army. Ilikuwa ni jeshi. It was a KDF. Ni jeshi lenye silaha. It was a GSU. Ni jeshi la vita. The same the God you are worshiping. Mungu unayeabudu. In his own right mind. Katika mawazo yake yaliyo sawa. He tells you not to prepare an army. Anakuambia usitayarishe jeshi la vita. And you know Uganda has an army. Na si unajua wako na vita vyao. And you got Tanzania has an army. Na Tanzania wako na jeshi. And you know Somalia has an army. Na Somalia wako na. And he tells you don't prepare an army. Anakuambia wewe usikusanye jeshi. Prepare praise and worship team. Kusanya kundi la kusifu Mungu. Prepare praise and worship team. Kusanyisha kundi la kusifu. And he told them. Na akawaomba. Start worshiping me. Ebu akaongoza wakisifu. The prophet of God. Na nabii wa Mungu. He told them. Akawaambia. Just prepare. Ada. A praise and worship team. Kundi la kusifu Mungu peke yake. And he told them worship. Na akawaambia waanze kuiba. Then God appeared to Jehoshaphat. Mungu akamtokea Yehoshafatu. After he listened to the word of the prophet. Baada ya kusikiza maagizo ya nabii. And he told Jehoshaphat. Akaambia Yehoshafatu. Stand still. Simama imara. And see the deliverance. Na uone ukombozi. That I'm about to bring to you. Ambao nitakuletea leo. I'm telling you today. Nakwambia leo. Stand still. Simama imara. And wait. Na ugoje. And see. Na uone. The deliverance. Ukombozi. That God. Ambao Bwana. Is about. Ako tayari. To bring. Kuleta. To you. Kwako wewe. Today. Leo. Today. Leo hii. You are going to win. Utashinda. Every battle. Kila vita. Every battle. Every battle. You are going to win. Utashinda. The battle does not belong to you. Vita vyako. All what belongs to you, it is surrendering to God. Kilicho chako ni kujiachilia kwa All Mungu. what belongs to you, surrender to God. Chako ni kuachilia tu. They will raise war against you. Watainua vita kinyume chako. They will accuse you of everything. Watakustaki They will mashtaka. say of everything. They will call you names. Watakuita majina. But just surrender to God. Lakini achilia tu kwa Mungu. Jehoshaphat never told his people to go and fight. Yehoshafati hakutuma He tu told wakapigane. his people, Alibia watu let us wake. go to the temple. Hebu tukaende Let us kanisani. go to the altar. Twende kwa Let madhabahu. us go and call the name of God. Tukaite jina
la Bwana. When they went to call the name of Na God, walipoita jina la God Bwana, was there to listen for Mungu them. akawasikiza. God is listening to you. Mungu anakusikiza wewe. God is listening to you. Mungu anakusikiza. He's listening to the cries. Anasikiza God kilio has chako. heard your prayers. Amesikia maombi God is yako. telling you Anatusikiza. everything that the devil had said about you. Kila Shetani amesema It kinyume is chako. no more now. Haiko He has sasa. won every battle. Amejua kila He is vita. telling you, I'm a prophet of God. Anaambia He is Mungu. telling you now, Anakuambia sasa. stand still Simama and tu. see the deliverance Na wewe that ukombozi. God is about to bring Amba to you. Bwana atakuletea. Oh, and Jehoshaphat was Yehoshafatu obedient man. alikuwa mtu He mtiifu. sat down and waited. Akasimama akangojea. And the report that came, Na ripoti iliyokuja, and the report that came, ripoti iliyokuja, tell your neighbor, the report that came, ambia mwenzako ripoti iliyokuja it was not a good report. haikuwa ripoti mzuri. Hallelujah. Hallelujah. It was not a good Haikuwa report. ripoti mzuri. The report that came, Ripoti iliyokuja that the Meunites ya kwamba Wamiuni and the Moabites na Wamaobu and the Amorites, na Waamori they have killed each other. wameuana wao They wenyewe. have destroyed each other. Maadui They wamemalizana. have destroyed each other. Maadui They have wamemalizana. destroyed each other. Wamemalizana. Oh, the report I have for you now. Ripoti nilio The nao. report I have for you now. Ripoti yako You sasa. are enemies now. Maadui They wako are killing each other. wanapigana They are wenyewe. fighting each other. Wanapigana They are wenyewe. destroying each other. Wanauana. You are enemy where they are. Maadui wako Oh, they are enemy. Maadui They are wako killing themselves. wanauana They are killing wenyewe. themselves. Wanauana wenyewe. I don't know. They didn't hear this. Yaani maadui wako wote wanauana wenyewe sasa hivi. Tell them in Kikuyu. Yaani tho ciaku thaa ici nĩ kũragana ona cioragana. The battle. Tell your neighbor it is not my battle. It is not my battle. Bara yako God has taken over the battle. bara yaku Ngai nĩ God has taken orera. over the Ngai battle. nĩ orera. Whatever they had planned against you, Kĩrĩa gĩothe marabangĩte. oh, they are going to fight. Oh, watauana. Watauana. Watamalizana. Nĩ maroragana. All your enemies. Tho ciaku rĩu. All your enemies. Tho ciaku rĩu. They are fighting. Wanapigana wenyewe. I don't know whether I'm preaching to people. Ndiyo kani ũraigua. All your enemies. Tho ciaku. Maadui yako wote. The battle does not belong to you. Bara ti yaku rĩu. The battle does not belong to Bara you. ti yaku. Ngai nĩ orera. They had planned to destroy you. Walikuwa wamepanga kukuharibu. The one that had planned to kill you, Walikuwa wamepanga hata kukua dada. even he is not going to be taken to a morgue. Hatapelekwa kaburini. He's going to be eaten by dogs. Walikuwa wamesema haleluya. Hata zikwa atakuliwa na mbwa. Walikuwa wamesema hivyo. Because the bodies were so many Maana mili ilikuwa mingi sana. and there was nobody to collect the bodies. Hakuwa na wakukusanya mili na kuzika. And the good news is this. Lakini habari jamani hii. Jehoshaphat Yehoshafatu was told, kaambiwa, now go there. sasa enda pale. Collect their belongings. Kusanya vitu vyao. Collect their belongings. Kusanya vitu And they vyao. collected. Akakusanya. They collected Wakakusanya. for 3 days. Siku They tatu. were not able to collect everything. Hawakuweza For 3 kukusanya days. vyote siku They tatu. didn't have things to carry. Hawakuwa na uwezo wa kubeba. For 3 days. Siku tatu. Collecting gold. Wakikusanya Collecting dhahabu. money. Kukusanya pesa. Collecting their cows. Wakusanya ng'ombe Collecting their zao. goats. Wakusanya buzi For zao. 3 days. Siku tatu. Until everybody will say, Kila mtu akasema "Ndikwa daige." ni daigania. Ndikwa daige. Nimetosheka sasa. From today. Kuanzia leo. From today. Kuanzia leo. They have been lost. They have lost the game against you. Wameshindwa All vita. the plans they have. Oh, wameshindwa. All the agenda they had Ndoto zao has been destroyed. imeharibiwa. Mtu asimame. Imeharibiwa. Usimame kwa miguu yetu. And say now, Hey. I have won. Nimeshinda. The battle is won. Vita imeshindwa. They had planned. Walikuwa wamepanga. They had planned Walikuwa wamepanga to attack the church. kupiga kanisa. They had planned Walikuwa wamepanga to attack your business. kupiga biashara They yako. had planned Walikuwa wamepanga to attack you. kukumaliza. They had planned Walikuwa wamepanga to attack your gift. They kupiga had planned. kipawa chako. Walikuwa They wamepanga had planned to steal from you. hata kukuimbia. Lift up your hand. Inua mkono wako. Mwambie Yesu,
Yesu, here I am niko hapa. to be used Niko hapa nitumike as a vessel. kama chombo chako. Now that all my enemies Sasa vile adui yangu wote are destroyed, wameharibiwa, I want to be yours forever. nataka kuwa wako milele. Surrender. Oh, somebody open your lips. Fungua kinywa chako sasa. Open your lips and surrender to Jesus. Mwambie that is me now. Hiyo ni mimi sasa. Mwambie that is me. Ni mimi sasa huyo That has won every battle. nimeshinda vita vyote That sasa. has won this battle. Mimi nimeshinda vita vyote This sasa. is me. Huyu ni mimi sasa. This is me. Huyu ni mimi sasa. Ore akata ya Rekesha rabaruko. nabaya terereke iliasa.